Kwa majina naitwa Shalin Philip Shayo. Ninasoma darasa la 7 kwenye shule ya New Era Montessori. Shule yetu ni ya awali na msingi. Shule ya New Era Montessori ilianzishwa mwaka 1998 kama shule ya awali, na ilipofika 2002 ilianzishwa kama shule ya msingi. Shule yetu inapatikana eneo la NHC, mtaa wa Malindi, mkoa wa Dar es Salaam na wilaya ya Kinondoni. Shule yetu inatoa elimu bora na ina ufaulu wa juu sana. Mfano, wanafunzi wa darasa la 7 mwaka 2025 walipata wastani wa 234. Na wakati wanafunzi wa darasa la 4 mwaka 2025 walipata wastani wa 207. Shule yetu pia inatoa huduma mbalimbali kama vile usafiri, chakula, malazi na malezi. Asante. Kwa majina naitwa Shalin Philip Shayo. Ninasoma darasa la 7 katika shule ya New Era Montessori. Leo tutaenda kujadiliana mada ya magonjwa yanayoambukizwa na magonjwa yasiyoambukizwa. Karibuni. Nani ambaye anaweza kutusaidia nini maana ya magonjwa yanayoambukizwa na magonjwa yasiyoambukizwa? Magonjwa yanayoambukizwa ni magonjwa ambayo mtu anapata kutoka kwa mtu mwingine. Na magonjwa yasiyoambukizwa ni magonjwa ambayo mtu anaweza kuzaliwa nayo au anaweza kurithi kutoka kwa wazazi wao. Asante. Asante. Nani anaweza kutusaidia mifano ya magonjwa yanayoambukizwa kwanza? Magonjwa yanayoambukizwa ni Ebola. Ebola ni ugonjwa ambao mfano kama mtu anao, akipiga vile chafya, yale mate yake akakugusa, unaweza ukapata huo ugonjwa, au ukagusana naye unaweza ukapata huo ugonjwa. Asante. Can you help us with another disease which is communicable? My name is Simret. I'm in class 6 in New Era Montessori Primary School. Diseases which are communicable like HIV and AIDS. So how is it caused? It is caused by a virus which is called human immune deficiency virus. So how does it spread? If maybe a HIV person cuts him or herself with a sharp thing, there is still some particles of that thing. So if another person comes to use that again, he or she will get HIV. So how you should prevent it is by not using sharp things and not sharing the same things with a person who has HIV. Thank you. Asante. Nani ambaye anaweza kutusaidia na magonjwa yasiyoambukizwa? Asante. Kwa majina naitwa Kendrick Charles Katanga. Niko darasa la 6 katika shule ya msingi New Era Montessori. Magonjwa yasiyoambukizwa ni ugonjwa wa moyo. Ugonjwa wa moyo, mtu ukimpa habari mbaya anaweza akazimia au moyo kutanuka. Asante. Asante. Unaweza kutusaidia kwa ugonjwa mwingine ambao hawezi kuambukizwa? Asante. Upo ugonjwa mwingine ni figo kufeli. Figo kufeli ni ugonjwa ambao mtu anapata kwa mfano kwa kutumia vinywaji vikali au pombe na kuvuta sigara sana. Ili kuweza kutopata huo figo kufeli, unatakiwa upunguze kunywa pombe kali na kuvuta sigara. Asante. Asante. Na pia kwanza kunywa pombe na kuvuta sigara kunawezaje kusababisha figo kufeli? Kwa sababu tunajua kwamba figo kazi yake ni kutoa sumu katika chakula ili kiweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo pombe na sigara zina makemikali.
Kwa hiyo kama ukiwa unatumia sana na figo inakuwa kila muda, kwa kuna muda inakuwa inashindwa kufanya kazi na unaweza kupata ugonjwa wa figo kufeli. Baada ya kuelezea magonjwa yanayoambukizwa na magonjwa yasiyoambukizwa, watu wa upande wangu wa kulia wataelezea magonjwa yaliyobaki ambayo yanaweza kuambukizwa, na watu wa upande wangu wa kushoto wataelezea magonjwa ambayo yaliyobaki ambayo hayawezi kuambukizwa. Tutaanza na magonjwa yanayoambukizwa. Asante. Ningependa kuelezea ugonjwa wa corona. Corona ni ugonjwa unaosababishwa kwa mtu kwa hewa ambao mtu labda amekohoa au kupiga chafya. Mtu atakapovuta ile hewa ya chafya au ile alivyokohoa anaweza kupata ugonjwa wa corona. Na ili jinsi ya kutopata huu ugonjwa wa corona ni kufumba mdomo, kuvaa barakoa na kuosha mikono kwa maji safi na salama na sabuni. Asante. Kwa kuongezea hapo kwamba umesema kwamba kufunga mdomo. Kwa kama ni kufunga mdomo, tunatakiwa tufunge mdomo sio kila muda. Ni wakati kama unataka kukohoa au kupiga chafya. Asante. Can you explain for us another communicable disease? Another communicable disease is TB, which is tuberculosis. How is it caused is maybe when someone coughs and the air takes that bacteria to someone else, he or she will get TB as well. So how to prevent it? You're supposed to wear a mask or cover your mouth whenever you're coughing or sneezing, and you should wash your hands always. Thank you. Asante. Kwa sasa tutahamia kwa magonjwa ambayo hayawezi kuambukizwa. Asante. Magonjwa yasiyoambukizwa ni ugonjwa wa afya ya akili. Ugonjwa wa afya ya akili, mtu akiwa anaanza sana anaweza akawa ana huo ugonjwa. Asante. Naweza nikaongezea. Afya ya akili ni mfano kama una mawazo mengi. Unakuwa una mawazo mengi, huku una matatizo, huku una matatizo. Kwa hiyo unakuwa unawaza huku bado darasani hujafanya mambo yako, kwa hiyo unakuwa una matatizo ya akili. Pia inaweza kusababishwa na afya ya akili. Unaweza kusaidia ugonjwa mwingine ambao huwezi kuambukizwa? Ugonjwa mwingine ambao huwezi kuambukizwa ni pumu. Mfano kama mimi naumwa pumu, nimezaliwa nayo. Pumu ni kupumua kwa shida. Mfano kama usiku unapumua kwa shida, unahitaji ile inhaler ili upumue vizuri. Asante. Kuna mtu yote ambaye anaweza kutusaidia ugonjwa mwingine ambao huwezi kuambukizwa? Kama kuna ugonjwa mwingine wa kurithi ni sickle cell. Sickle cell, usipokula chakula chenye afya unaweza ukaumwa kila masaa. Unakuwa unasumbuka, huwezi ukafanya kitu chochote, kutembea huwezi, unakuwa una stroke miguuni na mikononi, huwezi ukala chakula mpaka unalisha. Asante. Asante. Yaani ulivyosema sickle cell unamaanisha nini? Unaweza kutusaidia kufafanua maana ya sickle cell? Sickle cell ni kama stroke. Unakuwa unazaliwa nayo. Asanteni wote kwa kuweza kutusaidia kutaja magonjwa yanayoambukizwa na yasiyoambukizwa. Mimi nitaenda kuongezea au kutoa ushauri kwa watoto wenzetu huko nyumbani ama watoto shuleni. Wanapaswa kufanya nini ili kujikinga na magonjwa kama hayo? Cha kwanza, sio kwamba tunapaswa kuwatenga wale ambao wanaumwa. Huo ugonjwa. Na pia wale ambao wanaumwa huo ugonjwa kama vile pumsi, ugonjwa ambao hauwezi kuambukizwa. Ili wasiweze kukamatwa nayo muda wote, wanapaswa kutembea na kile kifaa ambacho kinaweza kuwasaidia waweze kuhema vizuri kama vile inhaler. Na pia kwenye upande wa magonjwa yanayoambukizwa kama vile HIV. Huo ni ugonjwa ambao unaweza kusababishwa na kama vile
kufanya sexual intercourse na mtu mwenye HIV AIDS au kuokota vitu kama vile vyenye ncha kali afu unaanza kuvitumia. Kwa hiyo kwa ushauri wangu, hatupaswi kuokota vitu vyenye ncha kali na kuanza kutumia bila kujua hiki katumia nani au ameweza kukitumia na huyo mtu aliyekitumia ana ugonjwa ama hana ugonjwa. Asanteni. Na nyie mnaweza kuwapa ushauri watoto wengine ambao wako nyumbani ili kuweza kujikinga na huo ugonjwa. Nashukuru. Ningependa kuwapa ushauri kwamba tule vyakula vilivyopashwa na ambavyo sio vichafu. Manake kwa kula vyakula vilivyopashwa na vichafu inasababisha ugonjwa wa kipindupindu, na ugonjwa wa kipindupindu si mgonjwa mzuri. Kwa hiyo ningependa na washauri watoto walioko nyumbani mle vyakula vya moto na visafi. Asante. Haya, na upande wako kuna mtu yote ambaye anaweza kutoa ushauri? Thank you. Kwa ushauri wangu mimi ni kuwa tuwe tunaosha mikono kama tumefanya kitu chochote. Na nataka kuongezea, yani tuwe tumeosha mikono baada ya kufanya nini ama kuosha mkono muda wote. Yani kama umetoka chooni unatakiwa kuosha mikono. Na kama umeshika vitu vichafu unatakiwa kuosha mikono. Hata ukiwa unataka kula unatakiwa kuosha mikono. Asante. Na pia unaweza kutusaidia? Na kwa wale watoto wanaopenda kuchezea matope na vitu vingine, kwenye matope kuna vijidudu. Unatakiwa uende ukaoshe mikono yako na maji salama na sabuni, ili hata kama ukitoka chooni pia kuna vijidudu. Kwa hiyo unatakiwa utumie maji salama na sabuni. Asante. Asanteni kwa ushauri wenu mzuri watoto wenzangu. Asanteni. Tulikuwa na wanafunzi wenzangu tukijadili magonjwa yanayoambukizwa na magonjwa yasiyoambukizwa na jinsi tunavyoweza kujikinga nayo. Kwa hiyo watoto wenzangu na washauri muweze kuchukua ushauri wetu. Asanteni kwa kutusikiliza. Ulikuwa nami mimi mtangazaji wako Shalin Philip Shayo. Asante.